kuwa Scarlett na Violet ni ndugu. Kesi akamwambia ni rafiki yangu tu. Kumbe Violet naye alirudi akauliza, nini Kesi, unaniita mimi rafiki? Kesi akakosa jibu. Scarlett akamuuliza mdogo wake, umefuata nini hapa? Mdogo wake pia akamuuliza, umefuata nini hapa? Scarlett akamwambia, nipo kwenye nyumba ya mwanaume wangu, nyumba ambayo mimi ndio nalipia kodi. Kesi akaulizwa, nani mpenzi wako hapa? Akakosa jibu. Violet akamwambia dada yake atoke kwenye nyumba anayolipia kodi. Scarlett akatoka huku akimpiga mkwara Kesi kwamba ataona. Violet akawa anamsindikiza dada yake kwa hasira ili atoke. Alipotoka tu Violet akawa na hema juu kwa hasira, akaita kwa hasira Kesi, kisha akakaa chini akawa analia, amini kama kweli Kesi alikuwa anamsaliti. Kesi akamchukua na kukaa naye kwenye sofa na kumwambia akujua kama ni dada yake na kumsaliti. Alikuja kumletea zawadi na tulipoingia ndani akaniforce kunikisi. Mambo yote yakatokea kwa haraka. Violet akamwambia anampenda sana Kesi na hataki kitu kama hicho kijirudie tena kwa sababu anampenda sana katika maisha yake. Kesi akamwambia haitojirudia. Huku nyumbani Scarlett hana raha, anazunguka huku na huku, haamini kilichotokea kwamba mdogo wake anatoka na Kesi. Maana mdogo wake akaingia. Mdogo wake anamwambia sitaki unisumbue. Scarlett akamwambia baada ya kunichukulia mwanaume wangu unaniambia nitulie? Wakaanza kugombana, kila mmoja akimwambia mwenzake amwache mwanaume wake. Luna baada ya kusikia kelele ikabidi ashuke chini kwa ajili ya kugombelezea, maana kila mmoja anadai kuwa Kesi ni mwanaume wake. Ugomvi ukawa mkubwa sana, nusura wazichape. Kweli mapenzi ni baraa. Baada ya siku 2-3 kupita, Scarlett akiwa chumbani kwake akawa elewi, anamwaza Kesi tu, anajisemea mwenyewe kwamba amekutana na wanaume wengi na kila walipomkosea au kumchiti aliweza kuwaacha na kuwasahau kabisa, lakini kwa Kesi anashindwa kuachana naye wala kumsahau. Scarlett akaapa kwamba hawezi kukubali mdogo wake amchukulie mwanaume wake anayempenda kwa dhati. Scarlett akarudi kwa Kesi. Kesi alipomwona akanyanyuka faster. Scarlett akamsogelea kwa upendo na kumuuliza, unalitaka gari au ulitaka? Kesi akajibu, nalitaka. Kama unalitaka mbona mimi unataka kunitenga? Scarlett akawa anamwomba Kesi kwamba naomba moyo wangu usiunyanyase kwa sababu nakupenda tena kwa dhati. Scarlett kwa kuwa na upwiru akamrukia Kesi na kuanza kunyonya lips. Kesi naye kwa kuwa alimisi na anataka gari akamnyanyua na kumdondosha kwenye sofa. Megaragazo ikaanza. Usiku kuna huba imesimama. Luna akiwa kwenye gari anamwambia dereva, hujaniambia kama utasimama sehemu hii. Huba akamwambia nimebanwa na mkojo, nataka nijisaidie. Alipotoka kujisaidia, kumbe Kesi naye alisimamisha gari naye akawa anajisaidia. Luna akashuka kwenye gari na kumwambia dereva, ujue unanikosea. Dereva akatoa bastola na kumnyoshea. Luna akaogopa. Kesi akaingia kwenye gari faster. Kumbe dereva alikuwa mwizi na kumtaka Luna ampatie simu na alivyokuwa navyo. Mwizi akapiga risasi pembeni, Luna akazimia. Dereva mwizi akachukua kila kitu cha Luna na kuingia kwenye gari lake na kuondoka zake. Alipoondoka na gari lake, ndipo Kesi naye akamsogelea na gari lake Luna akashuka, kisa akaamua kumsaidia na kumuingiza kwenye gari na kumpeleka nyumbani kwake. Huku nyumbani Scarlett anajaribu kumpigia simu Luna, simu yake haipatikani. Scarlett akawa kachanganyikiwa, ajui mdogo wake kapatwa na nini. Violet alipoingia akamuuliza kama kampata, kamjibu hapana. Violet ikabidi achukue simu yake na yeye ajaribu kumpigia.